soro ironga bere omoitongo ongeli bagali akabere. Whoa, it's a true story omoitongo. Whoa, na hii ani ani kemuto. Dr. B. Yeah, omoitongo na gosoro ironga bere omoitongo. Ongeli bagali akabere omoitongo. Na gosoro ironga bere. Wow, a cappella from Speedix. Yeah, man. Anyway, nimesema our guest before to introduce. Anyway, thank you so much. Thank you so much for tuning in to INKA TV. Karibuni sana, good people. Babu si once we motorigete koruchin semo au chinse karibuni sana. Mona, this time we are trying to do something different. We are not outside there the field, but we are trying to bring people, maselebu wa Kisii, wasanii, actors, actresses hapa ndani ya studio zetu ambazo zinapatikana ndani ya Twin Towers 8th floor. Tuweze kuwajua, tupige story na wao, tuwajue zaidi, tujue talent yao, walianza vipi, wanaendelea aje. Yani to have this conversation sisi kama wa Kisii. Anyway, asante sana Speedix for coming. Acapella imeweza. Imeweza sana. Asante. By the way, leo ndani ya studio tuko na Speedix hapa. Baadaye nitamuuliza hii jina Speedix alitoa wapi. Speed ama uko na mbio sana? Kuna wenye. You never know anyway. Yeah. Speedix, asante kwa kufika. Nashukuru. By the way, umefika on time. Asante. Najua ulikuwa na shughuli hapa na pale lakini ume make time umefika hapo. Umefika INKA TV? Nafikiri ni mara ya kwanza sasa. Lakini nimeisikia. Umeisikianga sana. Hapa na pale. Yeah. Karibu sana. Nashukuru. Asante sana for making time. Anyway, Speedix, ni nini ile kwa nyumba enye uwezi toka? What can't you leave the house without? Kianza. What I cannot leave my house without? Yes. My phone, my power bank and my saxophone. Your phone. Hapo kwa phone tunafanana. Hata saxophone you can't leave the house without? Most of my days ukinipata, you will, kama unajua mtu yote anajua bag yangu ya saxophone, ata identify rahisi like niko nayo. Okay, because most of my times you get I'm labda in a studio training ama nimeenda kucheza ama nimeenda mahali, so most of the times you'll find me with it unless and otherwise, lakini mostly lazima, and even ile siku siende lazima upatange nimefikiria. Lazima tutoke kwa nyumba. Mimi yangu ni phone. Mimi simu hata kama nimeenda wapi lazima tu simu yangu ikuwe hapa. Hata afadhali nisahau bag. You are addicted. But my phone, I have to have it kabisa. Alafu ni nini ile ambayo una own kwa nyumba ambayo the most expensive thing you have? The most expensive thing I think bado ni saxophone yangu. Yeah. It cost how much? 200,000. 200,000. Yes. We, music is expensive. Kumbe ni music inalipa Kisii? Kidogo tu. Kwa neema lakini. Nisikia watu wakicomplain na wasanii wa Kisii hailipi. So, Kisii music inalipa. If you can afford a 200k saxophone. I was saying, yes. Unajua Kisii, music pays of course. Yes. But if you come to music with an intention of paying, utaanguka vibaya sana. Music is not, to me, music is a calling and a talent. It's not a career. It only becomes a career when you start earning. But if you come to music, you should not come like you've come it, umekuja na hiyo ya kutengeneza umekuja na hiyo like mentality ya I want to do music today and make money today. Yeah, the other careers you can do that with. Daktari, walimu, any other. Lakini when it comes to music, come because you love music. You will be here and music will pay you. But if you come because you're just looking for money in the industry of music, then probably utafail. It pays, but it really takes time. But so inahitaji mtu akuwe na passion first. Passion, and then akuwe na moyo wa kusubiri. Yeah. Now that we've known the most expensive thing you have, something you cannot leave the house without, ningeomba sasa ujiintroduce. Jina yako yenye tunakujua ni Speedix. Yeah. Sasa Speedix ilitoka wapi na real name za Speedix ni nani? Speedix anatoka wapi? Sawa, nianzie wapi? Anzia Speedix. Kwanza mbona Speedix? Speedix is unajua by the way mimi ni gospel artist, but watu wengi hawajui hivyo.
Nilikuwa nifike hapo. Mimi ni gospel artist. Okay. But I'm so passionate with love music. So I also do love music. Speedix came when I was setting my motto of ministry. My motto of ministry was on the speed to spread the gospel. So Eugenia Speed ika co-activated na Speedix. Okay. If you find me performing most of the times, mimi naambianga watu Speedix ni msanii anayekuwa kwa kasi zaidi. So hiyo kasi you will realize I love speeding. I love acceleration. Like sipendi kuchelewa, sipendi kuachwa nyuma. That is the reason naitwa Speedix. That's how it came to exist. So that's my stage name. Okay. Yeah. The real name? My real name is Ivan Omurwa. Yeah, that's my real name. But most people do not relate it unless actually mtu akinitanga my real name hata town nikutana na mtu anite my real name na relating ni kama ni mwanafunzi tulisoma na yeye Ivan. Anakuita Ivan. Like Ivan. Ukiniita hivyo utafanya nifikirie wewe ni dem fulani tulikuwa na yeye form 2. Ulisoma na yeye. Like okay, mimi I never love because unajua Ivan, watu wanajua Ivan wengi ni watu tulisoma nao. Watu wananitanga Omurwa wengi ni watu wa ukoo. Wale wa home. So nikisikia Omurwa anajua huyo ni cousin maanti. Sasa Ivan, yani Speedix sasa ndio sasa ya wale wase. Okay. So hivyo ndo nimegawanya my society. Niko na society ya wanamuziki na mafans. Niko na society ya familia na niko na society ya my schoolmates. Okay. Yeah. Talking about family, Speedix anatoka wapi? Speedix amezaliwa Kitutu Chache South, Kisii County. Daraja 2, kijiji kinaitwa Mwamogesa. That's where I was born. Raised up with the mother. Without a father. A single mom. Yeah. Yeah, but I really bless God for the far that I've come. Yeah. Okay. Yeah. Shule. Nimesoma shule inaitwa St. Oda ilikuwa Siaya. Siaya County. It's a blind school. Okay. And then I went to St. Lucy's High School pale Meru, iko Egoji Meru. There's another blind school. Nakumbuka hujasomea Kisii. Bebe Kisii kuna school of blind? Sijaona. Hakuna bado, ndio. Umetoka hapo ukaenda hapo ni primary na high school. After high school did you proceed? I did some music and mobility. And yeah, I think and some other personal courses, lakini hizo mbili ndio nilifanya mwanzo immediately nilimaliza. Nilifanya music, nikafanya mobility. Mobility entails life of operation from one place to another when you are visually impaired. Yes. Okay. Na hiyo time yote ukiwa blind school, ulizaliwa ukiwa blind, that yes, is. Yes. You are telling me off camera, but maybe mtu anaweza kuangalia sahi ashangae Speedix, maybe something happened in between ama ilikuwa aje? Mimi nimezaliwa hivyo. Sijawahi ona kwa maisha yangu yote. Japo hadithi naambiwa ni kwamba palitakikana wakati nilikuwa mtoto kinyangarika, mtoto mdogo kabisa. Ningefanywa operation, ningeona. Lakini sikufika kufanywa hiyo operation. Kwa hivyo ikawa kwamba singeweza kuona. So mimi maisha yangu yote imekuwa tu katika maisha ya kutaona. Naam. Umekuwa hivyo hiyo time yote. Anyway, hata tulikuwa tunaongea na director akasema when a blind man loves. Like I think it's a quote. Nyinyi mko na ukaribu sana na yeye. Ulimaliza shule, najua primary, high school kuna vitu tunafikanga tunaanzanga kuna date ile ya high school. Ile yetu tu ya mchezo. Tukitoka tukienda college maybe unapata mtu huko una date kwanza. Before nikuulize kama ulishikwa na hizo stages za date high school. Sijui mbona ungeacha ile swali. Hatuwezi waacha. Sasa hivi kuna mtu anaangalia nataka kujua ama akona people. I'm not married. You're not married? Yes. Are you seeing someone? I'm not married. Atutoki hapo. No, I'm not married. Sijafunga pingu za maisha. Sawa, tuoni pete kwa mkono. So sijaoa. Are you seeing someone currently? I'm blind, so I'm not seeing. You got me on that one. Anyway, kuna mtu sasa ni change mpaka tutafika kwa Kisii sasa. Mbona una insist kwani
Anyway. You never know. Sawa. How happy you lazima unijibu leo. I'm still praying. I'm still praying. You're still praying? Yes. To get someone. So yes. You are single in short. I'm not single, I'm with Jesus. Same. Anyway. Speedix, love life yako imekuaje? I've been in love, of course, before, and akanifanyia ile kitu. Character. Development. Usijali tuko hivi. Lakini mimi ni mtu mwenye one thing imenisaidia in life is whatever I do, I don't do them because if for example you become my girlfriend today, I won't do things for you because you are my girlfriend. I'll do things for you so that tomorrow God may see the sacrifices I made, so that he blesses me. So nishawaipenda na nikatendwa. Lakini all in all, I thank God that I still exist, and I'm still alive. You're still alive. Yes. Kwa sawa, by the way, you even look healthy. Anyway, kupenda napenda aje Speedix. Sasa unajua at least mimi nikipatana na mtu kwa barabara naweza angalia sema uchali ni mrefu, anakaa poa, anakaa hivi, sijui amenyoa design fulani yenye mimi na like. Wewe una identify aje huyu msichana unasema sasa huyu ninampenda? Leo bana ulijipanga na maswali mengi. Anyway, understand. Hata wao wanataka kuunderstand. Sijawahi uliza hii maswali na dem, so wanaogopanga mademu wakiuliza. Okay. Anyway, okay. You know, our attraction is contrary to a person who can see, because mtu mwenye anaona atavutiwa na urembo wa nje, like ataona jiji aseme huyu ako brown, black, chocolate, ako na shape. Okay, so mimi by the time ndakuja kujua shape, first attraction yangu inakuanga sauti. And then now to vile unaendelea kuwa close na person, the attraction grows. I realized loving or being attracted to someone is not eyes. It's only the two people who can see. Munaonanga ni macho. You know, to you relate everything with eyes because you can see. But reality is see macho. Reality is see macho. Can I tell you something? If leo nitatoa emotions zako ni kuachie macho, huwezi penda. So for you to love, what you need is emotions. What you need is a reality of life. You don't need eyes. So we love because we have emotions. Yes, we know how to feel this bad, this good. So though then mimi sasa my serious focus inakuanga kwa character. I love serving women so much. Like mimi nikikuja kwako and you serve me well, you give me okay, kama ni chakula ulikuwa unanipakulia, unipakue na heshima fulani. That is how you touched my heart. Like mimi most of the point of attractions zenye mimi upata comes from the character of a person. Yeah, apart lakini when it comes to maybe it's beauty, labda naweza sema mikono, labda naweza sema nywele, labda naweza sema sauti ya mtu, labda naweza sema sura, maybe kama amenihug pale nikasikia how smooth she is. But hiyo ni gift wewe. Yeah, like okay, of course there's a lot. Unaweza jua tu character ya mtu without even like when akiongea ndio unajua huyu mtu ana behave in this kind of way. Somehow, yeah. Vile nimeokoka and nimeoperate na watu wengi, I can be able to tell this person is lying to me, this person is saying the truth. Yeah, I can be able to tell huyu mtu anakaa honest, huyu mtu anakaa mbaya. But again, all in all, it's all about discernment. Okay. Yeah. Ndio nimesikia leo kumbe you can love without seeing. Yeah. Sisi tumezoea sasa tuko na macho. Mapenzi sio macho. Unategemea tu nimemwona huyu anakaa poa. Sasa wewe lazima pia muongee na mtu, umesema pia hata akikusalimia you can know that this person I'm attracted to them. Yeah. Is it so hard for you to get ladies, like is it so hard we kuongelesha dem akubali? Not really. You see,
kila mtu ako na personality, kila mtu ako na grace yake. Okay, kuna mwenye kwa nitamu approach akubali maybe out of loving me because maybe mimi ni mwanamuziki, maybe of how I look, lakini I've always find, okay, kuna kitu nilisoma kwa Bible. The Bible says in Proverbs 18:23, whoever finds a woman finds a wife has found a good thing and obtains favor. So finding is hard. So wale unapatanga maybe ni wale mimi nimependa, sometimes it becomes hard because unapata maybe yeye hakuwa ameamua kutulia kwangu ama kitu kama hiyo. Lakini again another challenge yenye nakuanga to various disabled people ni maybe being acceptable. Unajua? Yes. Ili utaongelesha mtu akuangalie na macho ya the state yenye unakaa. Or akwambie unajua wazazi wangu watakubali and all that and on so on and so forth. Lakini then I don't find it hard. You see now me niliji-invest in one thing. Nilijiambia I have to learn to live a normal life. And I don't take myself as a blind person. Okay, I am blind but I'm not disabled. I'm not vulnerable. So nikikukatia ka dem na kukujia tu kama mtu wa kawaida. Na ukinikataa I don't take it like mkataji wako blind. I don't always carry it that way. Because najuanga niko na grace yangu, niko na ability, najua kuna God alinicreate. Kuna msee alinicreatea pale kwa ajili yangu. So if I talk to you alafu ukwe reject pale, manze mimi nakuacha udeal na God. Alafu mimi niendelee na maisha yangu nikingojea God afanye ile kitu. You know, because hata wao wenye wanaona bado hata wao wana rejectiwa si hata sisi. Sasa hiyo ndio kitu actually inafanyanga na kuwa like actually ndio one of the things inafanyanga samani kuona. Because all the same mtu mwenye anaona anakataliwangwa, mtu mwenye anaona anajikatanga na kisu akipika sijui mboga. You know, hakuna kitu nyinyi watu mnapitianga si atupitii. Like ama like maybe naweza kuwa napitia wewe upitii useme sasa wewe unaona uko better. Hapana. So you live alone? I stay alone. Is it hard? Kama umezoea kufanya those hizi kazi za nyumba peke yako? It could be hard because I'm a man. You have someone helping you? Not really. I stay alone. Okay. Yeah. Unafanyanga kila kitu peke yako? Yeah. Kukata nyanya, kupika, kuosha nguo, kupiga pasi, operation from my house to my shop, maybe where I can buy something, rudi kwa nyumba. Even today when I was coming nilitembea kutoka kwa nyumba mpaka to the market of Daraja Mbili, then got a motorbike. Yeah. Umeipata mtu anakudanganya juu uone? Kama watu wa bike? It happens. It happens. You can I remember an incident where 2021 I went to a certain school to minister in Oyugis. Then nikatoka huko after ministering I was carrying my saxophone. I had a certain black bag. Ndani nilikuwa nimepewa bahasha ya around 40,000. So mtu mwenye alinibeba wa bike nikamrequest anisimamishe into a bookshop store. Niweze kuchukua kitabu. I was taking to someone as a gift, a certain cousin of mine. Nikafika Oyugis town. Umse aliporealize my state akanichukua kwa certain supermarket. Akaniambia hapa ni a certain shop store, so you will be waiting here. Niongee na watu kwa line, niwaambie niko na mtu mwenye aoni wa kushughulikia haraka tuende. So he came out, he carried out my bag, he went with my money and some equipments. So okay, that one I was just answering your question like it happens. It happens. Sometimes you may like any other person unaweza kutana na mtu mwe take advantage ya your state. Yeah. Una identifying aje sasa kama pesa? Tuseme umetoka Daraja mpaka hapa maybe it's 50 bob maybe. Unataka kulipa. Unajuanga aje ni 50 bob ni 100? Okay, there are ways to know it. By touch. Kuna vile sasa siwezi kuelezea sana because some things are more sensible. Yani ni vitu zina deal na sense hadi kuexplain ita kwa ngumu. Lakini then things like coins huwezi nidanganya. Notes za siku hizi ndio kidogo zinatusumbua because siku hizi wametengeneza 500 inatoshana 50 bob. Kitambo unajua ungesema maybe 50 bob ni size ndogo pale, 100 inafuata nini.
But whenever unaendelea kuzoea do, unazoeanga. So what you do, mostly to my safety way, I always separate my money. Okay. I'll separate my money and say maybe a certain pocket I'll put thousands. Oh, okay. Ingine ma 500 hivyo. And that's how I survive. Oh, that's how you survive. Anyways, umesema hata wewe hata utamani kuona sahi. I don't. It's not my prayer. Ungeona leo nani ungetaka kuona wa kwanza? Sijui ningetamani kuona nani honestly. Lakini maybe kama kuna mtu ninapenda mahali ama na crashia. Ndio mtu wa kwanza. Ningetamani kuona ni nini hii yako nayo inafanya nampenda. Like okay, sometimes as far as ninakuanga na reasons za kupenda ambazo ni zangu personally. Lakini huwa najaribu kuimagine mtu akisema figa 8 size 8 anamaanisha mtu akisema ule mtu ako na mwanya abwate nyenye so hizo sometimes unaimagine nyingi tu. Ndio memba moitongo hata mimi mkisema moitongo means what? Omoitongo. You don't know? I don't know, imagine. Oh my. Omo toheruro tabwate mangana someone who is mtu ametulia, mtulivu. Ni mtu ana maneno. Is someone with a good heart. Polite. Okay. So politeness, more than politeness. Kind. Yeah, sasa hiyo ni moitongo. Okay. Nimelana ni word. Omoitebere. Nimeona pia ukioperate simu Speedix. Yes. Simu zenu zinafanana tu hizi zetu. Sinaona tu uko na phone kama yangu. Yeah. Unajuanga aje una call huyu mtu? Do you make calls? I do. I'm even on Facebook. I'm even on Twitter. Yes, I noticed. Yes. When I thought somebody is operating your account. Not really. I'm doing it myself. How do you do it? With the current digital world, you can do it. We have various ways. There is an app in normal Android phones inaitwa TalkBack. If you install TalkBack in your phone and put it on, what happens? If I take your phone sign and make a TalkBack on, it will switch off your screen. Oh. And now it will be able to operate through talking. Then now the one I'm using, it's an iPhone. It has a software called VoiceOver. So VoiceOver naweza amua ni switch on screen ama ni switch off. Lakini mara nyingi mi screen yangu inakuanga off. For my privacy issues. Lakini I operate that way. Kuna hata app inaitwa Siri, so you can maybe even say call Makinight or call Gigi and it calls. I also have another way of typing. Lakini pia ukiwa na simu, sema hata kama ni button phone, uzoe the keyboard of the phone. You just operate normally. Yeah. You know, with blind people we live in cramming. If you live in cramming, you will operate. Sasa mimi hata ukinipatia simu ya kawaida, I'll operate normally because of cramming. Okay. Yes. Unaweza tu call mtu tu. Yeah. Unapatia keypad una call tu mtu. Na dial those numbers. Yeah, I dial and call. Something that I can't do mimi sahi. Mimi kwanza hata stima ikiendanga kwangu natesekanga. Sasa hiyo ni one of the reasons. That's the reason I always tell people mtu kama Mr. Money kuona juu sasa stima ikienda I'm still okay. Okay, even my mom so tell yani hapa hii bedroom mnaendanga kila siku kwani hauwezi jua ati simu iko hapa ama mafuta iko hapa. Lazima utafute candle ama uwashe torch ndio uingie hapo, but for you unaingia tu na mwenyewe mpaka unapika. Ningetamani moja nikuje unipikie by the way nione venye unapika everything, unakata nyanya everything. Kuja. Peke yako. Kuja. Hey. Kuja. People have come, we've ate meals, we've taken tea. There's a friend of mine anaitwa Dismas. When I go see him, he's also blind. He's a keyboardist. So when I go to his house and whenever we want to cook, unapata maybe anaosha vyombo, nikikata mboga, we end up making our meals and then eat, then tunafanya practice yetu ya muziki, then tunaachana. Yeah, to us it's very normal. It's only that it looks a miracle to people who have never seen. Yes. But to us is very normal. Okay. About your family, before tutoke tuingie sasa kwa muziki, how many mko wangapi kwenu? Siblings tuko wawili. I have one brother. Yeah, mimi ndio firstborn. And your mom? And my mom. Your family na kusupport? Sana. Yeah, I remember my mother is someone who has really paid a lot of sacrifices to ensure that I'm here where I am today. And I really thank God for her and I always pray for her. Yeah. Ulianza kuimba lini na wakati ulisema home nataka kuwa musician, wali receive aje? To me it wasn't a surprise because you see I was born music. When I grew up,
I was born in an SDA family, and I remember them taking me to church. Mama niambia ati nilikuwa napelekwa church SDA nalia. So ikabidi mama ameacha kwenda church, so that akae nyumbani for some time. I realize huyu ni mtoto gani na deal na yeye, because sasa ni mtoto anapelekwa church analia. Then it happened some full gospel church were singing somewhere next to us, and I started adapting their music. So I was raised up kwa kina mom, and so the father to my mother, who is my grandpa, said huyu kijana mchukue to a full gospel church aanze kuzoea music. So they discovered my talent there. I used to play drum and I used to sing. When I was that one, I think I was 4 years. Yes. Nikakuwa na play hivyo naimba until when I was taken to school. Now nilipopelekwa shule, my gift was now cultivated, because now when I arrived school, there was band, there was a lot of music equipment, music studies, and so now my music was cultivated. So now the journey of music that maybe might have become different is now when I began recording, of which I know my mother had to, she was sometimes feeling like she's training, because now alikuwa nilipie mambo ya studio nini lakini she got to help me. Nikaanza muziki. I remember 2013 is when I did my first song. Then nikaendelea hivyo, but watu wamekuja kunijua 2017 after doing a certain song called Bwari. Bwari, hata mimi hapo ndio nilikujua. Yeah. I think hiyo ndio music yenye ilikutoa. Yeah, to various people. Yes. Hiyo ndio song ilifanya watu kanijua. Though wale walikuwa na attend a lot of events in this town, walikuwa wananijua. Unge-attend events, unge-attend rap contests. I really used to rap those days. Siku hizi hata si rap hivyo sana. Ulikuwa na rap? Sana. In fact, till date, when I go to an event na nijue ni event iko na hype, nitaingia stage ni rap, alafu ndio niimbe. Na venye sasa unaimba songs zimetulia. It's only that I've loved music imetulia. Like, okay, nimekujanga nika feel like I need to talk to people through love and about love, and I need to tell people what people don't know. Like na feelingi kuna vitu watu wana assume when it comes to love issues. So ndio maana nilianza kufanya love music, lakini mimi si mtu nimetulia. I can do any style of music. Unaweza rap? Yeah, mimi ni rapper. Tupatie, hebu tuonyeshe rap. Rapie kidogo. Wanasema ni watangazaji wanafanya habari ya mistari. Odari mini hatari, nishatafuta mimi nishapata. Yesu yule wameujiza, anazo nguvu nyingi kumshinda mfalme wa giza. Yeye ndio mtetezi wa yale yangu maisha, ndio sababu namshukuru kwa kila kitu amenipa. Yo, they call me Speedix, Speedo aka the miracle boy aka Mr. Mesha. Speedix can rap, Speedix can sing. Yeah. The talents ni mingi naona hapo. Yeah. Why did you decide to change type of music, your style yako? I realized music in rap doesn't go to all people. Music in rap attracts youth only, and music in rap it's a music that can go into a season, and it's a music that you can only play when happy. Ni muziki unataka kusikiza time unataka kujibamba na ujitoe uchovu. Lakini I realized the other music of singing is what will live in someone's heart forever. Yes. And various people were telling me, Speedix, you're a serious vocalist. Now, rap lakini ukijua wewe ni mwimbaji. So we decided to switch. I decided to switch. Though I still rap, lakini sijafanya recorded music ya rap. Sijasikia music yako kwenye rap. I will do so soon. One, two, niwaonjeshe. Nitawaonjesha tu moja so soon. Because nimerealize it's like people don't know, lakini mimi watu walinijua kama rapper. Enzi kina Visita walikuwa na exist. Ulikuwa unasikia tu hivyo ndo mimi nachekanga. I loved Visita so much. I loved kina Kendrazy. Yes. Hizo enzi I really, hiyo time ungenipatanga unaniambia niimbie hivyo ndo kunaendanga. Nimeshika hizo lyrics. Unaniambia ni kuimbie ngoma ya Mr. Lenny, ilikuwa inaitwa aje? Ngoma za Mr. Lenny, ngoma za hizo ngoma tu nilikuwa nimezishikanga kwa kichwa. Enzi ya Grandpa Records. Those days I used to rap a lot. Hizo song unajua paka sasa hivi unaweza kaa uzisikize na bado unajibamba. Like zilikuwa zina make sense. Yeah. Hizo enzi I used to, but now I just discovered my calling is of worship, gospel music and love music. Okay. So nikaamua tu kuji-identify
identify. Then now you see I'm playing a saxophone, you know, saxophone is a music instrument that inataka ubembeleze, udekeze. Kudekeze. Yeah. Watu wakiwa dina, watu wakiwa wametulia, saxophone ina come through mbaya sana. Sasa wewe una describe, unafanyanga gospel, mara tena kuna love songs. Love songs ni secular. Love song is not secular. It's not secular? It's not. Can I tell you? Let me answer you this question in this way. I'm going to answer you in 3 ways. 1, God created love. God is love. And God is the one who created Adam and Eve, which means marriage and love is godly thing. Number 2, if you go to Songs of Solomon, whatever you will find there is mistari ya mapenzi. You get? Now, why should we do a wedding in church to play ngoma ya Rayvanny and yet there is a gospel artist who can do a love music watu wasikize? Are you getting? Why should we do like tulete ngoma ya Rayvanny tuicheze na labda video yake ni iko na uchafu, iko na uchi ndani yake. And yet there is a gospel artist mwenye anaweza fanya something. And then you know love music does not, like music ya love imekuanga all the day, all of the days. Hizi za malaika na kupenda malaika, hiyo song ukimbia hata baba yako atasikiza. Are you getting? Yes. Na hiyo ni love music. But nowadays people are doing sexual music. What I will not do and what I call secular is sexual music. Napenda hiyo kiuno yako, napenda lipo titi lipo, hiyo sasa ni sexual music. Hapo sasa siwezi fika. Because now I'm a gospel artist. Yes. Lazima niimbe maadili. So mimi ni gospel artist. Mwenye utaita wedding yako, utaita baby shower pale. Engagement pale, nikuje pale ni wajenge kabisa. And najua at least muziki unaweza sikiza. Me have been called by various people wenye ni wazae na wananiambia they love my music, and I always thank God because because I want when mtu atasikiza song yangu asikie mapenzi in it, but asisikie sex in it. Yes. Because sex is not love. Sex is a spice that has been put to make love sweet. Yes. Hizo songs zako ni poa. When umesema there's a difference, because I was confused. Are you a gospel artist? Are you a secular artist? But umeniambia love, it's not secular. Love is not secular. Yes. Songs zako ni zile zenye mtu unaweza kata, unaweza sikiza, hata anaweza sikiza na mamangu and it's fine. Sitaanza feel ile ish ni nini sasa imeingia hapa, wapi remote. Mtu akitaka kukuita event, unaliponga how much? Kuna watu wengi sana wana watch. Unasema kuna my engagement party, kuna wedding. So the guys Speedix has a very nice song. Sasa not even one love song zenye events kama wedding, birthdays, engagements, any event yenye uko na ile imetulia tu. Speedix will come through for you kabisa. These songs are nice. Enda kwa YouTube channel yake Speedix Music. Subscribe pale tumfikishe 1k subscribers, tuendelee mbele zaidi. Jamaa kuna talent na ni mtu wetu hapa wa Kisii. Speedix unaliponga how much nikitaka kuita wedding yangu? Most probably tunaongeanga tu. I sijaanza kuweka red card for now. Red card sahi. For now. Niliamua kwanza nijijenge and I be a blessing to people. So what you do, you just contact me or reach me through online platforms. Alafu kutoka hapo tuna agree. Juu inategemea ni wapi. Unajua unaweza niita event. And lazima tuangalie transportation pale nini then ndio tukuje kwa appreciation. Okay. Wakitaka kukupata wanakupata wapi? Facebook mimi naitwa Speedix Omurwa. Ile jina ya family inakuja hapo. SPEEDIX Omurwa. Kitafuta hapo. Umeikataa kabisa. Hiyo nilikwambia ukiniita wewe unakuwa schoolmate. Then niko pale YouTube SPEEDIX Music, Speedix Music. And then kutoka hapo niko TikTok Speedix Muziki. Alafu hiyo ingine ni namba ya simu. Namba ya simu ni personal. Lakini nataka watu wakusubscribishe kwanza. Sasa hivi wenye watu wana watch, tuko na watu wengi sana hapa INKA TV, wakufikishe 1k subscribers. Tupande kabisa. Uko na nice music umeput out there. Niko sure maybe some people didn't know you. Watakuwatch kwa hii video, waende wasearch, waangalie venye Kisii kuna love songs. Kuna love songs mzuri sana. Kuna time tulikuona kwa channel fulani hapa Kisii, ulikuwa unafanya
ilikuwa show ya gospel. What happened? We don't see you there anymore. So it happened that nilikuwa pale na wafanyia kazi, nilikuwa nafanya pale kipindi every week. And now facilitation was a challenge. Okay. Na hivyo ndo nilitoka because now you see, being that I'm visually impaired, I need transport, I need kama mtu wa kawaida pia unahitaji. Hata wa kawaida bado lazima tukupate transport. So so hivyo tu nilitoka pale, but I still respect the CEO of the station. He really did a lot to me, also musically. So bado ni mtu naheshimu, ni mtu napenda tu. Is only that ni kama kikazi tulishindwa kuelewana. Okay. Lakini bado mko sawa, mko na relationship mzuri. Na mbona nimenotice, nilikuwa naangalia before I knew today we'll have an interview with you. So nime go through your online platforms. I noticed au kuanga una upload your music in your YouTube channel. Why? Because for a long time, number one, sikuwa na my own smartphone. Number two, nilikuwa under his label for some time, so it was my music was under his label. KBM Records, that's where I was. Nikafanya Bwerere uko, Ebicha, Birecha, Mekaway. So I was not having my channel. And again, hiyo time nilikuwa najaribu kutafuta mtu angenisaidia, but sikuwa napata. So I was really having struggling challenges, because you see, again, I was fearing to give anybody to manage my channel, na maybe ifike mahali imeanza ku-earn, nikwame. Ama hata asiniambie what is needed. So it has been the challenge. But now I have my own channel. The only thing naomba ni kwamba watu wa come through and support. I really need a lot of videos. Sijafanya videos, na hiyo imekuwa ikinifanya na kuwa stuck. So if I'll get a way of support to do my videos, sitaangusha watu. Sasa najua ningelikuwa mbali sana, because I really write day and night. I have a lot of music, I have a lot of audios nimerecord. And ninaomba tu Mungu afungue milango niwe na way ya kufanya videos, because from there you will hear a lot of Speedix music. So many songs, kama hizo songs zenye umetuimbia hapa mingi hazina video. So that is the support you need. Hapa Kisii umefanya collabo na wasanii wangapi? Kisii nimefanya collabo na wasanii wangapi? The most known artist nimefanya na yeye collabo ni Bab G and Bon B. Na nani tena? I have Maggie the Psalmist. Na ile tulifanya pamoja ya wasanii wa wenye walimbia president the year 2020. I don't have a lot of collabos. Nyingi zingine ni zile nimesupport upcoming artists, like there's a guy called Sheriff Pablo. Wale tu napata maybe umeenda studio aka request your guidance, ikabidi umemwekea verse, maybe ukamwekea backups hivyo. But I've not really done a lot of collabos. Because pia huwa najaribu kuangalia my music, the type of music I'm doing, kama pia inaweza ingia kwa wale watu unafanya naye collab. So because lazima uangalie huyu mtu tunataka kufanya naye ngoma, are we able to make something na come through. Kuna future collabos zenye umepanga? I have future collabos. I have dreams, I have visions with the people that I need to work with. Lakini bado unawaka hata na secular artist? I can do a collab with a secular artist as long as content yake ikuangi mbaya. Before I work with you, lazima niangalie which content do you give. You can't be a secular artist lakini umejiheshimu. Your music is of respect. Tunaweza fanya kitu. But if you're a secular artist mwenye unafanya ile nilikwambia, kidogo utanisamehe tu. Hapo uwezi. I know, because umesema wewe mostly hata performance zako ni church. So hapo ndio umebase career yako on. Hapa Kisii nani mwenye unaangalianga sana, ule artist mwenye unasema huyu anafanya kazi mzuri sana? Well, Kisii. Ni wengi sana. Wako wengi. Nani ule unamkubali sana? Kisii napenda Babu, napenda Otiso, napenda Makubamba. Makubamba nowadays is doing a very wonderful job. Very wonderful. Like I've loved his passion, his pushing. Wacha niseme hao kwa sasa. Watatu. Wanafanya kazi nzuri. By the way, hata industry ina grow sana Kisii. Na the more the industry ina grow, do you feel like you as artists, kwanza sisi kama mafans hapa nje wa Kisii, tunawa appreciate, tuna feel kama tunawa support?
It has not come enough. It's not enough because our fans in Kisii, they are funny. They listen, they support you by listening and maybe sometimes attending your event. Lakini now they don't support by subscribing, they don't support by, unajua unapata msanii yako nasikiza tune, but ukienda investigate mtu ameweka ngoma ya Babuji sikiza tune, utashangaa sana, ni wachache. So support ile tunahitaji kutoka kwa watu wetu wa Kisii and maybe Kenya haijakuwa very much comfortable. And also when we talk about Kisii, because Kisii now we should be somewhere. Ingelikuwa tunasupportiana ile genuinely, tungelikuwa mahali sahi. Wewe unaona tutafanya nini? What needs to be done? Wasanii ndio wako na shida ama ni sisi kama fans? Okay, maybe somehow wasanii wanaweza kuwa wako na challenge pia, lakini mafans aswa ndio wanafaa wa rise. Support our music, not just only by listening. Support our music by subscribing. Support our music by, sometimes you will do a song upate haisikizwi. Na moso Kisii imekuwa sasa funny. If you don't do a Kisii song, people don't listen to you. Like mimi nimejaribu kuangalia even airplay. Wale watu wanacheza nyimbo zangu ni very specific people. Just because maybe I do a lot, very few Swahili, very few Kisii songs and very many Swahili songs. Because pia tunataka our industry ya Kisii iende national. So wasanii wetu wa Kisii wajaribu kuimba nyimbo za Kiswahili na pia ikifika media house ichezwe. Ichezwe so that wakisi wetu pia someone else may be able to hear. I was somewhere just the other day and a certain a person was from a very big media house in Kenya was telling us that wakisi wetu tunakuwa na shida, unapata mtu ameimba song ya Kisii hajaeka hata subtitle pale imetranslate, alafu ameisukuma anataka mtu aicheze in a very big media station. So we should reach in a point whereby we are selling our culture, lakini pia tunakumbuka wale watu who should listen to our music from the other parts of the world. So we feel ni kama tunawasupport watu, see enough, but at least we are getting there. What about the county government? Because Saina understand kuna hiyo ministry ya culture youth. Yes, are they giving you enough support as an artist? Mimi sijakutana na any as artists. Okay, mimi sijaona if they are doing anything so far bad. There are things we expect them to be planning. We expect from youth sports and culture, they help us plan events in county. They help us get enough equipment. It's even funny that in Kisii tuko tu na usanii wa DJ. If you are a keyboardist, if you are a guitarist, if you are a sax player like me, unashindwa who should support you, because now who will give you an event to play your instrument? Who will give you an event to go sing? Alafu upate kitu kizuri, you get. So unapata if they are doing an event, maybe wamechagua watu wachache, wameenda pale and then they are given a money, and then unapata wewe ni msanii mwenye anajulikana, then wewe mwenye unaendelea kungangana na kusukumana na hapa na pale, unapata our grow. And that's the challenge we have in Kisii. If you look at places like Tanzania, Tanzania talents will never die because them wako na support. Wakishaona msanii ameanza hivi, huyo mtu anashikwa mkono mara moja. Kama mimi ni msanii mkubwa na nimeona kuna mwenzangu amekuja nataka kujua kucheza sax kama mimi ama kuimba, na mshika mkono mara hiyo na atafuta jinsi ya kumlipia hata studio, anafanya hata kasong kamoja. There is ways like our county government should support in a way that they give you an event, they give you and then at least wanakulipa vizuri. Wakikupea 30,000 ama 50,000 ama 100k, utatoka hapo ukiwa sure your video is sorted, your audio is sorted, maybe umevaa vizuri kama msanii. Lakini imagine umeenda huko umepewa 500. So na hiyo ni event ya county. Wewe kuna watu wanapewa 500 kwa event ya county? Mimi zile event nilikuwa na attend. Okay, za hii government imeingia juzi, sija attend any event. But ile county government imetoka. Nilikiona cha mtema kuni. Nilikiona cha mtema kuni. So when I'm saying that, I am saying county government is not supporting our music the way we expect them to be doing as the county government. Yes. And you feel they can do better? They can because they have the ability. They have money. There is a department for youth sports and culture, entertainment. The department is there. So we need to see them supporting us. Yes.
Ulijipata aje kwa mbele ya Prezo? Niliona watu artists wali complain by the way, wengine walisema mlikuwa mnajuana wale mliitwa huko, kuna watu wako na talent hata zaidi ya wakuitwa. Ulijipata aje huko? Mimi nilijipata huko tu kwa sababu nilienda auditions. Hakuna mtu alikuwa ananijua. Okay, kulikuwa na auditions. There was auditions 2020. Around if it wasn't August to around September. They came to Kisii and I was called by one of our artists in town. Akaniambia there are auditions, Culture Hall, please attend, try your best. So went there, I sang. They loved my vocals and they gave me an opportunity to be in that song. Na hivyo ndo nilijipata mbele ya president. And I remember I was really favored because I sang in the stadium. And I sang in the State House. Mlipo how much? Pesa imeisha, unaweza tuambia? Ilikuwa dopoa. Doa ya serikali atutangazangi. Hiyo ni siri kali. Serikali ni siri kali. Lakini ilikuwa dopoa. Lakini ilikuwa pesa mzuri. Si unaona niko na sax? Si ndio nimeona? Nishajua mlilipo how much. Kuulize sana. Ilikuwa more than that. It was good money. I bought saxophone. I bought some TV. I did a lot with that money. But it was nice. Like mli to represent vizuri. Mimi hata nasemanga si eti juu mimi ni Mkisii. I think hizo events zingine zote nimekuwa nikiwatch za government na national events. Sijaona kama kuna watu wameimba ile song yenu. Who wrote that song? We wrote Kila mtu alikuwa anajiandikia verse yake. Yeah, we just came to the studio and and Shori was like nchi yangu jukumu langu. Then Ashur was like si mama wa Kenya wote mama. Then Babu was like Kenya is so beautiful. Yani hivyo tu kila mtu alikam hivyo and flow. Na sijui kama umenotice bado inatumikanga kwa hizi events za gava. And we thank God. We thank God at least hiyo ni favor. And unajua sasa hiyo imefanya wametuamini. I know they can give us more gigs because hatuwezi waangusha. Yes. Yeah. I'm to represent sana. Tunashukuru. Gota. On behalf of others. Yeah man. Nini na inspire Speedix every day unaamka like you need to do this music na lazima uendelee na life? What inspires you? Is the word of God. The Bible says I'm fearfully and wonderfully made. So if I'm fearful then automatically I should be able to move. And then I'm inspired by the people who have gone through what I'm going through and they have made it. Yeah, there are people who have gone through what I'm going through and they have made it. So anytime I remember, I wake up and remember that, I really feel strength. And then what else can I say? I'm inspired by very many things. Lakini nafikiria hiyo. Then my love of music. You know, mi napenda muziki. Like anytime I am even low, after maybe singing or doing some music, I really feel home. Yeah. Okay. Yeah. Anyway, I wish you all the best kabisa. Asante. Unangani sana. Sijaona mtu na saxophone Kisii, wewe ndio uko nayo. You're the only artist who's playing sax here in Kisii. As much as hatujaizoea sana, niko sure watu wataanza kuzoea venye umeendelea na hii music yako. I really hope kuna mtu atajitokeza venye umesema you need support. Guys, please support Speedix, mreach kwa nini yake, like online platforms zake, wanaweza ku-DM, sio hata kwa Instagram. Yeah. Wanaweza ku-DM hata Instagram if you need to support him. Atoe videos. People are really doing nice music outside here. What about uko kwa hii disability? Niko sure mko na nikiti naitwa disability kiti ama what? There is a department ya disability. Kuna department yetu. Wana support. Yeah, though not direct. Ndio kuja kupata support yenye unahitaji, labda maybe financially inaweza kuwa challenge, lakini then kuna zile vitu unapatanga advantages like hatukui taxed nini. Unakuwa na ile ID card ya disability inakuwa ya msaada, so they are supporting, lakini si kitu unaweza tegemea. Kwa mfano mtu kama mimi, hiyo si kitu huwa nategemea. Nimejiandikisha tu kwa sababu ni vizuri nchi ijue kwamba kuna mtu mlemavu aina yangu. And kwa ile support yenyewe unanipea ile kidogo, nashukuru. Yeah. Okay. At least kama unapata ka support hata kama ni kidogo, that's okay. Yeah. And tukimalizia future projects, kuna plan gani? Hebu ongelesha mafans. What should they expect from Speedix? I'm working on my remaining two songs za EP, ya 7 Letters of Love. And then from there I'm trying to think of a launch of that album yenye naweza perform live. Then people come and watch Speedix perform live. Vyombo zikichezwa. That will be nice.
if that one will happen, Mungu akinisaidia pia niweze kufanya videos, itakuwa poa. But they should expect a lot. Speedix is someone who has that talent and calling, so he will not disappoint. Yeah. Anyway, wakumbusha tena, wish you all the best. Wakumbusha your online platforms, mali watakupata. Facebook, Speedix Omurwa, SPEDIX Omurwa. Instagram, Speedix Muziki, TikTok, Speedix Muziki, YouTube, Speedix Music, SPEDIX, music ya kawaida pale. Yeah, and that's it. Number now ni personal. Una business number? Mali watu wanaweza kufikia directly. Naweza tu wapea. Wapatie namba yako. Naweza wapea. So number 0705 00 0597. 0705 00 0597. Ama ukipenda 0705 000 597. Ukinipigia hapo, you will get me. And we will talk for sure. Yeah. Na majina ya mpesa ni Evan. Ushawaambia. Nishakram majina zako zote. Manze umeanza kuchoma. Na nilikwambia usichome. Hiyo ndio majina kamili ya. Ngoja tutoke kwa kamera uone ni kuslap. Speedix ni song gani yako favorite na unataka tufunge nayo show? Hiyo ndio unatuimbia. Alafu bado you've not played the sax. Lazima tu utaweka hapo watu waone venye you are talented. Song gani yako favorite kwa zote? Najua zote ni mzuri but chagua moja. Kwanza kuna yenye nilisikia this is based on a true story. I really don't know, but for now maybe I might do Promise. Yeah. It's one of my songs zenye hazijatoka. It's one of my songs zenye hazijatoka. Lakini ukiingia kwa channel yangu you will get other songs. Kuna Mean Love. Kuna Mean Love, kuna Omoitongo, kuna Love is a Sacrifice, kuna Bwerere, Ebicha, Birecha. Utaona my zile church performances zangu pale, sax playing, ukiwa pale kwenye channel yangu. So yeah, and that's it. Tumalize na there's somebody who's looking sayana to watch, anakuangalia maybe hata kuna disability kama wewe, but anataka hata kuwa musician ama anataka kuwa something, but something keeps holding them back. Talk to them. Unaweza mwambia nini? Don't give up. I never gave up. And then if you have a talent, the secret of a talent is bringing it out so that people can know it. I used to think you need money to go to studio, but I realized kumbe hata sido unahitaji. You need people to know you have the talent. Mimi nakumbuka hizo rap contest nilikuwa nasema. Nilikuwa nakujanga town. I remember Milele FM waliwahi kuja, they did the contest. I went there nikawin. Those days when the CEO where I was working aliwahi kuja Kisii wakafanya nini, they most people who has helped me, watu wenye wamenisaidia. I know I've done a lot of audios and videos out of mikono ya watu, like ile mtu anakuambia I love your talent, I want to support you. So the first thing you do is toka tu nje, wacha watu wajue uko na talent. Usiseme wacha nikae siku moja itafika. Usingoje siku moja. Just get out. If you are disabled, usiangalie hali yako ya kutaona ama ya kutatembea. Because God akona reason amekuweka in that state. Na kila wewe jua, like unaona kila mtu akiwa na shida kuna kuwa na advantage hiyo shida ako nayo. So just look at the positive side of your disability. Being disabled is being able differently. So tutoka tu na hiyo talent yako, wacha watu wajue uko na talent, you will find God sending an angel to help you out. Yeah. Nasemanga disability is not inability. Hata kidogo. You can do anything. Yeah man. Kama wewe unaweza pika, bedhi unabaingi aje nguo? Nabaingi aje nguo? Unajuanga aje sasa hii nguo imenibamba? I just touch. Yeah. I go to mimi naendanga kwa ile boutique kama ile place najua huyo mtu anataka kuniuzia, nataka niuzie nguo, atanivumilia nisikilize. Nimwambie nipatie nguo fulani, just touch until nihisi yenyewe this is a cloth I wanted to buy. Yeah. So lazima uko na mtu wako mwenye anakuelewa, anasema anakupatia time unaangalia. Yeah. Okay.
So tukimaliza umesema your favorite song ni Promise, ama that is the one you want to do for us today. Tumalize nayo. Anyway, tukimaliza guys, go support Speedix YouTube channel yake Speedix Music, tumfikishe 1k subscribers na tukiendelea huko mbele. Is doing really a good job. Akona songs mzuri sana, love songs. Wale wanataka kuminvite, amepeana namba yake hapo. Call him, DM Instagram and any Facebook. Mwandikie hapo ma messages. Let's support our Kisii artists, tuendelee kugrow. Na sisi bado tulicelebrate 100,000 subscribers, bado hatujamaliza. We are on the road to 200,000 subscribers. Guys, subscribe kabisa, tupelekeni mbali sana. Bali muende tamu tulikeni mu kuminga jare mu atika kwa karati story outside there. We are doing everything. Tunataka kuleta artists hapa, tunaenda huko nje, tunafanya charity stories to support. Bado tunataka mbuzi yetu ya 100,000. Kuna namba yetu hapo juu ya screen. Tupigie simu, tu DM. Ukiona tu ni vizuri tuwekee mafuta, like support us guys so that tuendelee mbali sana. Tukimaliza na Promise song ya Speedix, tusikiza hapa. The guy knows how to play sax very well. By the way, utanifunza. Natamani but kidogo sauti linikataa, maybe naweza try kwa sax kidogo. Tutaona hiyo story. As we're signing out, my name is Bridget Kerubo. Asanteni sana. Keep on watching INKA TV. Kila napoingia kwenye changu kiota, ninajipata kweli mimi nikikuota, ninaiona yako nyota ikimeremeta, kumbe nimo kitandani ninazidi ngorota. Safari ya mapenzi nawe, tuko barabara sio na vishimo, nashukuru kwa kupendwa na wewe, nami pia takupenda. Baby, you are a blessing, a gift from the Lord, brought to my life. Nami nitakuenzi, nitakuweka kwa roho until my last breath. Baby, you are a blessing, a gift from the Lord, brought to my life. Nami nitakuenzi, nitakuweka kwa roho until my last breath. And you are a blessing, a blessing, a blessing, a blessing, girl, in my life. Nami nitakuenzi, kuenzi, 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 girl, all of my life, yeah. I'm happy to love you, naomba uwe wangu, forever I will love you, naomba uwe wangu. I'm happy to love you, naomba uwe wangu, I swear I will love you, forever uwe wangu. Ready, mimi niko ready, nilipe mahari tuje tuishi nawe. Oh ready, mimi niko ready, nipo tayari kutunza hisia zako. Hata kama siwezi kuona, nahisi roho yangu imepona, milele nitaishi mikiwa nawe. Baby, you are a blessing, a gift from the Lord, brought to my life. Nami nitakuenzi, nitakuweka kwa roho till my last breath. Baby, you are a blessing,